Mimi nimekuwa nikifuatilia pageant muda mrefu sana. Lakini naomba niseme hiki. Katika miaka mitano, sio mitano, hata miaka 10 ya Tanzania ambayo tumewahi kupeleka mshiriki ambaye yuko vizuri, hakuna mshiriki ambaye katika miaka 10 ya beauty pageant anamzidi Beatrice. Naona watu mnakosoa sana humu ndani, lakini hamfuatilii pageant, hamfuatilii chochote. Mara wigi abadilishi. Jamani, kila blogger wa nchi zingine anaisifia ile nywele. Alafu amwangalie Beatrice, mbona anaonyesha kwamba anabadilisha wigi zaidi ya moja. Sema amechagua ile style kwa sababu inampa the look, ile attention, kwamba kila mtu akimuona anakuwa wow. Mnataka badilisha nywele ambayo haimpi ile wow look. Lazima awe wa tofauti. Lazima uwe na muonekano wako mwenyewe. It's like a tag. Na ndio alichokifanya. Haya, wengine mnasema magauni anaovaa yote, mara yamuonyesha kitovu, mara mwili mfanyaje? Guys, lazima uvae kitu ambacho kina kufanya ustand out. Nia mfuatilia hata pageant. All the bloggers hadi wa nje, wa wapi, wote wanampa Beatrice high marks. Na yupo katika watu ambao wanaweza wakashinda, lakini nyinyi mko hapa kila siku. Nimeingia hapa TikTok, imebidi nifanye hii video. Nipo hapa TikTok, naona watu wanamshambulia huyo, mara gauni sijui nini. Alafu inachukua hela nyingi sana. Nilikuwa naongea na rafiki yangu. Tunafuatilia pageant. Antonani anaitwa Rare. This time sijamtafuta, lakini najua huko aliko atakuwa anafurahi kwa sababu we never get a outstanding representative from Tanzania like Beatrice for more than 10 years. Hata mamisi waliopita wote wanalijua hili. Na ndio maana na hisi watu wengine wana mind kwa sababu labda Beatrice hakuwa katika choices zao, lakini watu wote tunaofuatilia pageant tunajua in 10 years. Watu mnasema eti national costume. Nyie mnajua national, hivi mnaangalia pageant national costumes zinavyokuwa? Hivi mmeangalia national costume ya Thailand? Mmeangalia national costume za Egypt, Ecuador? Watu wanaangalia kitu chochote ambacho kiko represented katika nchi yao. Nyinyi mnasema tiger sijui asili yake Asia, lakini watu wanaangalia kitu chochote ambacho kiko presented au kipo katika nchi yao, wanakifanyia national costume. Na hiyo ndo creativity ambayo Tanzania tulikuwa tunakosa, lakini this time Miss Grand International wameifanya hicho kitu. And it is a wow. Even katika watu waliofanya replacements katika national costume, Beatrice yuko top 10, yuko top 10 pia. Most of the replacements that I see, Beatrice yupo katika hizo nanili zote. Nyie mnataka nini? Kesho ni final. All the best Beatrice. And shout out to kwa kila mtu ambaye amemsupport you binti. She's doing amazing. Beatrice, you are doing amazing. And people, they don't want to agree with you, but you are doing a biggest things. Hata kama usiposhinda kesho, hata kama usipopata replacements labda 5 kwenye nanili on top 5, or like, I'm very sure kesho ukifanya vizuri, kwanza top 10 you're already there. Ukifanya vizuri kesho, I'm very sure you are going to top 5. Na hata kama usiposhinda, my instinct inaniambia kwamba you are going to be a bigger than this. Utapata all the things that you want kwa sababu you presented yourself very well. Yani wewe katika mamisi ambao wameenda wamejua kujiuza ni wewe. Utapata brands, watu wengi wamekuangalia, utapata brands hata za nje, utapata gigs hata za nje. So good luck to you. Na nyinyi haters, mtuachi. For the first time in history of the pageant in Tanzania, we got a good representative and we don't lose a chance. Mtuachie binti yetu.